akaondoka akafunga vitu vyake na urithi wake aliyopewa, akaamua kwenda nchi ya mbali. Na alipoenda nchi ya mbali, kwa sababu mali ambayo umeipata bila uchungu hauwezi ukaitumia kwa uchungu. Yule mtoto kwa sababu ana mali nyingi, akaenda nchi ya mbali, akatumia mali yake kwa anasa, akatumia mali yake kwa kula na watu wengine. Alikuwa anafanya mambo ambayo yako kinyume na Mungu. Alikuwa anafanya mambo ambayo yako kinyume na neema ile aliyokuwa nayo baba yake. Huyu mtoto alipopata zile mali, akaenda kula na makahaba, akaanza kunywa pombe, akaanza kulewa, akaambia makazi yake baba, kwa sababu mali ambayo haizalishi huwa inaisha. Baadaye ile mali kaisha. Mali yake ilipokuwa imeisha, huyu bwana mpotevu akafikiria kwenye moyo wake, na kwa sababu mali alipokuwa nayo alikuwa anakula na watu, ile mali ilipoisha wale watu wakamkataa, akabaki mwenyewe, akaelekea uhitaji, akawa hana kitu tena, hana pa kushika, hana pa kusingizia, hana pa kuomba. Mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwenyeji wa nchi ile aliyoenda, alipofika kwa yule bwana akamwajiri awe mlisha nguruwe zake. Na kwa sababu mwana mpotevu alikuwa na uhitaji, ikafikia mahala anatamani ajishibishe kwa yale makombo ambayo wao wamekula, wakabakiza chakula. Mwana mpotevu akawa anatamani apate chakula kile, lakini baadaye akafikiria kwenye moyo wake, inakufa hivi, lakini nyumbani kwa baba yangu kuna kila kitu. Nyumbani kwa baba yangu kuna mali, nyumbani kwa baba yangu kuna utajiri. Alipofikiria moyoni mwake, akajiuliza kwamba ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanafanya kazi na wanakula. Sasa akadhamiria moyoni mwake, akasema kwamba nitaenda kwa baba yangu na kule nitamwomba baba niwe mtumwa, kwa sababu urithi wangu nimekwisha kuchukua, kwa sababu mali yangu nimekwisha kuchukua. Nataka nikwambie Bwana Yesu alikuwa anafundisha, lakini huyu inawezekana ni wewe kwenye maisha yako, inawezekana ni wewe kwenye maisha yako. Ulikuwa na mambo mazuri hapo nyuma, ulikuwa na vitu vizuri hapo nyuma, ila ukaamua kuondoka. Kuna mahali ambapo ujielekea, moyo wako ukaenda mbali na Mungu, moyo wako ukaenda kwa baba yako, moyo wako ukajitenga na Mungu, moyo wako ukawa mbali na Mungu. Sasa maisha yako yameharibika baada ya kufanya nasa nyingi, baada ya kufanya mambo mabaya ambayo ni machukizo mbele za Mungu, baada ya kufanya vitu vya anasa. Yesu anakuonea huruma. Mwingine anasahau kwamba mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Sasa nazungumza na wewe jioni ya leo, inakwambia mambo yanaweza yakabadilika. Sasa kabla mambo hayajabadilika, ili ukapata hasara ya milele, ni heri ukageuka, ni heri ukabadilika, ukayangalia maisha yako. Je, unavyoishi inampendeza Mungu? Je, inavyoishi inampendeza Mungu? Mambo ulionayo, vitu ulivyonavyo ni urithi ambao Mungu amekupa. Sawa sawa na mwana mpotevu, baba yake akaona vibaya kumpa mali kwa sababu aliona ni jambo jema, lakini ile mali ulionayo, kile kitu ambacho Mungu amekupa, je, unakitumiaje? Unakitumia kwa mapenzi ya Mungu au unakitumia kwa maisha ya anasa kama mwana mpotevu? Kwa sababu mwana mpotevu alitumia mali yake kwa anasa, na baadaye mali ilipoisha ndipo anakumbuka. Nataka nizungumze na watu wawili jioni ya leo. Nataka nizungumze na mtu ambaye yale aliyokabidhiwa bado hayajaisha, yale aliyopewa bado hayajaisha. Lakini nataka nizungumze na mtu wa pili ambaye yale alikabidhiwa yameisha. Wacha nianze na mtu wa kwanza ambaye amekabidhiwa vitu na bado havitaisha. Yamkini ukavitumia kwa anasa na bado unavitumia kwa anasa kwa sababu vipo,
na wala hauoni uhitaji, na wala hauoni kupungukiwa, lakini Mungu amelituma leo kwa ajili ya maisha yako, kabla hayajaisha, kabla hayajawa mabaya, kabla vitawa vibaya. Mtu huyu wa kwanza, kabla mali haijaisha, ni sawa na mwana mpotevu. Alikuwa anatumia kwa kutapanya, alikuwa anatumia kwa kula na watu wabaya, alikuwa anatumia kwa kula na makahaba, kwa kulewa pombe, kwa kuzini na wanawake. Yamkini una mali, yamkini una vitu, lakini unavitumia kwa kulala na wake za watu, unatumia kwa kushambulia wengine, unatumia kwa kuumiza walio chini, unatumia kwa kutesa mke wako, kwa sababu mke wako ulimwoa ukiwa na mali. Basi hiyo mali imegeuka kuwa kitanzi kwake. Kila jambo analofanya unamgandamiza. Nataka nikwambie, Mungu amenituma jioni ya leo kwa ajili yako. Anataka ubadilike, anataka umrudie yeye, anataka urejee kwake, anataka uache yaliyo mabaya utende yaliyo mema, anataka uache vile vibaya utende yaliyo mema, kabla vitu vyako havijaisha, kabla hela zako hazijaisha, kabla miradi yako haijaharibika, kabla watu wako hawajaharibika, kabla vile ulivyo navyo, kabla mifugo yako haijaharibika. Kwa sababu kuna muda vitu huwa vina ukomo, mambo huwa yana ukomo, mali huwa zina ukomo. Unapokufa hakuna tena kuchagua, ule uhuru wa kuchagua haupo, ile neema ya kuchagua haipo. Neema ni sasa, ukiwa hai ndio una uwezo wa kuchagua. Je, uende mbinguni au uende jehanamu ya milele? Unachagua ukiwa hai, sio utakapokuwa umekufa. Sadaka watakazotoa ndugu zako baada ya wewe kufa hazina msaada. Na ndio unaona Yesu ametutuma leo jioni kwa ajili ya maisha yako. Anataka ukimbie madhabahu ya milele, anataka ukimbie ule